na leo ninayo furaha kwanza kuwa kwenye eneo hili la Liwale kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa chama kikuu cha ushirika cha RUNALI ambao unafanyika leo. Huu ni mkutano wao wa 8 kuanzia wameanzishwa, na katika mkutano huu moja ya kazi kubwa ambayo wako wamenialika kuja kufanya ni kuwasaidia kuzindua magari yao. Wamenunua magari 8 makubwa ya kubebea mizigo ambayo lengo lake ni kuja kusaidia kwenye usafirishaji wa mazao. Chama cha RUNALI ni chama cha wakulima, ni chama cha ushirika cha wakulima. Kwa hiyo kazi yao kubwa ni kukusanya mazao ya wakulima kutoka kwenye mashamba kwenda kwenye vyama vya msingi, lakini kutoka kwenye vyama vya msingi kupeleka kwenye maghala makuu. Kwa hiyo magari haya 8 ambayo wameyanunua, lengo lake ni kuja kurahisisha usafirishaji wa mazao ya wakulima. Na hii imetokana, nawashukuru sana kwa sababu hii wazo hili lilitokana mwaka huu tulipokuwa na mazao mengi ya korosho. Ikaonekana kwamba changamoto mojawapo ilikuwa ni namna ya kusafirisha mazao ya wakulima. Kwa hiyo wao wamejibu hiyo changamoto na tunaamini kwamba mwaka unaokuja tutakuwa vizuri zaidi. Lakini wao wamenunua magari 8, lakini bado kuna vyama vya msingi navyo vingine vimeshanunua na vingine viko kwenye hatua ya kununua magari kwa ajili ya usafirishaji wa mazao ya wakulima. Lakini hiki walichokifanya ndicho ambacho serikali na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akisisitiza kwamba vyama vya ushirika lazima vitoe suluhisho kwa changamoto za wakulima. Kwa hiyo mojawapo ni namna gani ambayo wakulima mazao yao yatakuwa yawezi kupotea wakati yanatoka kwenye mashamba yakiwa kwenye vyama vya msingi, lakini mpaka yanakwenda kuuzwa. Sasa namna mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na usafirishaji ambao ni mzuri zaidi. Lakini kwenye Tume ya Maendeleo ya Ushirika, moja ya vigezo ambavyo tunafanyia kazi au vipaumbele ni kuvifanya vyama vya ushirika kufanya kazi kibiashara. Magari haya yatakapokuwa yanasomba mizigo ya wakulima yatakuwa wanalipa. Kwa hiyo badala ya zile hela walizokuwa wanatumia nyingi kulipa kwenye makampuni na taasisi zingine, nao wanaingia kwenye biashara. Kwa hiyo ina maana hivi vyama vitakuwa vimeongeza mapato yake kupitia mradi huu wa magari. Lakini mmesikia pale, pamoja na magari wako kwenye mchakato wa kumalizia hoteli pia ya kisasa ambayo inajengwa kwenye eneo la Liwale. Hii pia inatafsiri kwa uhalisia dhana ya ushirika kibiashara, kwa maana kwamba sasa vyama vya ushirika havitategemea tu tunasema ushuru kutoka kwenye mazao au kwenye shughuli za wakulima, lakini pia wataongeza thamani ya zile fedha zilizopata kwa kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Moja ni usafirishaji, lakini hawa pia wanakwenda kwenye hoteli. Lakini mwaka jana mimi nilihudhuria pia mkutano wao mkuu, walikuwa wamezindua pia kiwanda cha kukamua alizeti kikiwa kule na Chingwea. Sasa tumeendelea kuhamasisha hivyo, na niseme tu huu ndio mwelekeo wa ushirika, kwamba vyama vya ushirika lazima viongeze thamani ya shughuli zao, lakini pia lazima jiendeje kibiashara, lakini wakati huo vikiwekeza kwenye vitu ambavyo vitasaidia wananchi na Watanzania kwa ujumla. Tumelipa zaidi ya bilioni 1 kwa kusafirisha mazao kutoka kwenye AMCOS kwenda ghala kuu. Lakini sambamba na hilo tumesafirisha pembejeo kutoka Mtwara bandarini kuja kwenye maeneo ya Ruangwa na Chingwea na Liwale. Tumelipa zaidi ya milioni 963 kwa ajili ya wasafirishaji. Sasa tumeona kama tutakuwa nao maroli yetu sisi wenyewe, zile bilioni za fedha zitakuja kwenye ushirika, kwenye chama chetu kikuu, lakini hata usafirishaji wa pembejeo zile milioni 963 tutazitumia sisi wenyewe. Kwa hiyo sambamba na hilo, na ndio maana tunasema ushirika ni biashara. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ya vyama vyetu vya ushirika tujikite zaidi kwenye ushirika wa kibiashara, lakini pia kwenye uwekezaji kwa kutegemea ushuru, kwa sababu mazao yanaweza kaja kuwa na changamoto. Kwa hiyo taasisi aidha vyama vyetu vya ushirika vitashindwa kujiendesha kwa kutegemea ushuru. Kwa hiyo tumeona mbadala wake tuwe na uwekezaji mwingine wa kibiashara kama haya maroli mnavyoyaona 8. Lakini pia tunawashukuru sana wenzetu wa taasisi ya kifedha, watu wa TIDB wametushika mkono kwa kutukopesha kwa riba ndogo kabisa ya zaidi ya wastani wa 10% ya mkopo wetu. Kwa hiyo tunawashukuru, mkopo wao ulikuwa mfupi kabisa, hakukuwa na masharti magumu, na ndio maana tumefikia kukopa. Tumekopa wastani wa bilioni 1.5. Lakini tukiangalia fedha tunayopeleka kwa wadau wengine ni mwaka mmoja tu tunaweza kulipa huo mkopo. Lakini pia tuna uwekezaji mwingine kibiashara hapa maeneo ya Liwale.
tuna hoteli yetu na tulitamani mkutano wa leo tukafanyia kwenye ukumbi wetu, lakini pamoja na changamoto ya miundombinu, tunajua tulichukua muda pale Somanga, daraja likatika, kwa hiyo material yalichelewa kufika kwenye site. Kwa hiyo hatua ya ukumbi huo pamoja na hoteli iko vizuri, tumefikia hatua ya linta na vifaa vyote vimefika kwa ajili ya kupaua. Kwa hiyo kwa msimu ujao tutakuwa na hoteli ya kisasa kabisa yenye vyumba aidha chumba 20 na lakini pia na ukumbi wa kutosha, zaidi ya watu 200 wanakaa pale kwenye ukumbi. Tunajua changamoto zetu za kumbi mbalimbali hatuna za mikutano, kwa hiyo lazima tuhakikishe na sisi kama wanaushirika tutokane na dhana ya kutegemea ushuru, tujikite zaidi uwekezaji wa kufanya ushirika biashara.